Jaji Nduguru anamuuliza Mheshimiwa Lissu kama ana maswali ya dodoso. Mheshimiwa Lissu anaanza kumshona shahidi wa kificho almaarufu kama P wa Jambo TV bila ganzi. Anazingatia uhusiano wa muda mrefu kati ya Jambo TV na yeye, kesi ya TCRA na suala la vitisho vilivyodaiwa. Lissu anaanza kumshona kwa kificho. Anaanza, ni kweli ama sio kweli nyie Jambo TV mmefanya kazi na mimi kwa muda mrefu sana? Shahidi anasema ni kweli. Lissu akaendelea, na ni kweli au si kweli kuwa mmekuwa mkitangaza mikutano yangu karibu nchi nzima? Shahidi akasema ni kweli. Lissu akaendelea, na mmekuwa mkikava habari zangu nchi nzima? Akasema ni kweli. Lissu akasema, sasa waelezi hawa majaji kuwa hata nilivyotoka Ubelgiji mlinisindikiza hadi nyumbani kwangu. Shahidi akasema sikumbuki. Lissu akasema nitakukumbusha, ilikuwa ni waandishi wa habari Oscar na Shadrack Simba. Akasema ni kweli. Lissu akaendelea, hata siku nilipokamatwa nilikuwa na hao waandishi wa habari Oscar na Shadrack Simba, si ndio? Shahidi akasema ni kweli. Lissu akasema waeleze majaji kuwa ziara zote hizo tumekuwa tukienda safari moja. Shahidi akasema ni kweli. Lissu akaendelea, tumekuwa tukifikia hoteli moja na kula pamoja, kweli si kweli? Shahidi akasema ni kweli. Lissu anaanza kwa kuthibitisha uhusiano wa karibu sana kati ya Jambo TV na yeye. Mikutano, safari, hoteli, kula pamoja, hii inaonyesha hawakuwa maadui. Lissu anaendelea, nitakosea nikisema kuwa nyie waandishi wa habari pamoja na bosi wenu John Maro tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu sana? Akasema hujakosea. Lissu akasema nitakuwa nakosea nikisema mmekuwa marafiki zangu? Shahidi akasema hujakosea. Lissu akaendelea, wakati vyombo vingine vikiogopa kukava habari yangu, nyie hamkuogopa kukava habari yangu? Shahidi akasema ndio, ni kweli. Lissu akasema ni kweli au si kweli kuwa mlifunguliwa kesi TCRA tu mara baada ya kurusha huo mkutano wangu? Shahidi akasema sikumbuki jua hilo. Lissu akasema sasa baada ya hayo, elezea kama kuna mwanachadema yoyote amekutishia au kukuzuru kwa namna yoyote ile? Shahidi akasema hapana. Lissu akasema waeleze waheshimiwa majaji kama toka uliporusha hayo matangazo kuna mtu yoyote, afisa yoyote, mamlaka yoyote ambako umewapa taarifa kuwa umetishiwa kwa namna yoyote ile? Shahidi akasema hapana. Hapa ndipo bomu linapotoka. Upande wa serikali waliomba shahidi atoe ushahidi kwa siri kwa sababu wanachama wa Chadema walimtishia. Leo anasema hapana, hajawahi kutishiwa. Mheshimiwa Lissu anaendelea, waeleze waheshimiwa majaji kama una hofu yoyote au uoga wowote wa kutoa ushahidi hadharani? Shahidi akasema nina hofu. Mheshimiwa Lissu akasema, kwa nini una hofu shahidi? Eleza ukweli wa Mungu wako. Shahidi akasema nina hofu kwa kuwa hili ni swala very sensitive. Viongozi mnaweza msiwe na shida ila watu wengine ikawa tatizo. Lissu akasema kama nimekuelewa shahidi, umesema hujawahi tishiwa na mwanachama yoyote wa Chadema na sasa umesema viongozi sio tatizo, ni sawa sawa, si ndio? Shahidi akasema ndio. Mheshimiwa Lissu akamuuliza, eleza kama aliyekuandikia maelezo ni Inspector Andrew. Shahidi akasema ni kweli. Lissu akaendelea, sasa shahidi, nitakusomea maelezo yako na nitakuonesha maeneo ambayo umejichanganya na kisha nitaomba uiombe mahakama kuyatoa kama kielelezo. Mheshimiwa Lissu akaendelea, waheshimiwa majaji, nataka kumuimpeach shahidi. Naomba wakili apewe kielelezo. Mawakili wa serikali wamekuwa busy kidogo na faili la vielelezo. Mheshimiwa Lissu akaendelea, naomba niseme off record. Mahakama ilitoa oda kuwa taarifa za mashahidi zifutwe, lakini naona mawakili wa serikali ndio wanatafuta muda huo. Shahidi wa kificho akasema akapewa kielelezo na mawakili wa serikali. Mheshimiwa Lissu akaendelea, shahidi, eleza mahakama, hayo ni maelezo yako. Naomba ueleze kama sehemu ya makazi, eneo, mtaa, namba ya simu kama imefichwa. Shahidi akasema haya ni maeneo yangu, ndio. Lissu akaendelea, eleza kama mwaka wako wa kuzaliwa na jina lako au jina la mzee wako limefichwa. Shahidi akasema ndio, limefichwa. Mheshimiwa Lissu akaendelea, shule ya msingi na sekondari zilizosomwa, yani ulizozisoma wewe, zimefichwa? Shahidi akasema ndio. Lissu anaanza kuchambua maelezo yaliyoandikwa na Inspector Andrew, anahoji kwa nini taarifa za kibinafsi zimefichwa na anajiandaa kumuimpeach shahidi. Lissu anaanzisha kwa kuthibitisha uhusiano wa karibu sana, yani marafiki, safari, kula pamoja, kisha anashambulia madai ya vitisho yaliyotumiwa kuomba ushahidi wa siri. Shahidi anakubali walikuwa marafiki na walifanya kazi kwa ukaribu. Anakiri hajawahi kutishiwa na mwanachama yoyote wa Chadema. Anasema ana hofu kwa sababu swala ni very sensitive, ni wala si kwa sababu ya vitisho halisi ambavyo anatishiwa. Ushahidi wa siri uliombwa kwa madai ya vitisho sasa yanakanushwa. Na uhusiano wa muda mrefu na Jambo TV
Pia kuna maelezo yaliyoandikwa na Inspector Andrew yanaanza kuchambuliwa. Lissu amefanikiwa kuzoofisha sababu ya ushahidi wa kificho. Sasa anaendelea na maelezo yaliyoandikwa. Lissu ameanza cross examination kwa nguvu. Shahidi amekubali walikuwa marafiki na hajawahi kutishiwa. Hii inatia shaka sana juu ya ombi la ushahidi wa siri. Hii ndiyo cross examination ambayo imeanza sasa hivi, na Mheshimiwa Tundu Lissu ameshaanza kupeleka moto, na shahidi ameanza sasa hivi kutaka kuthibitisha kwamba kwa nini huyu shahidi amekuwa wa kificho wakati hana sababu yoyote ya kumfanya awe shahidi wa kificho, kwa sababu kama hajatishiwa, hajatafutwa na mtu yoyote, wala polisi wala mahakama, wani chombo chochote kile ambacho kinamtaka labda kumzuru au kumfanyia kitu chochote cha ajabu. Sasa kwa nini anakuja kama shahidi wa kificho? Lissu ndo ameanza na hoja hiyo. Kwa hiyo endelea kuwa nami, nitakuletea sehemu inayofuatia ya session hii ya mahakama kwa siku ya leo, ambapo Tundu Lissu ndio yupo kwenye cross examination, ndio kwanza ameanza. Sasa sijajua mpaka kumaliza itachukua muda gani. Endelea kuwa nami na mimi nitazidi kukuletea kadri taarifa zinapozidi kutufikia.